Kivuli cha kifo. Ukumbi wa mahakama kuu ulikuwa kimya sana. Maria Joseph alisimama kizimbani, moyo wake ukidunda kwa hofu. Alimtazama jaji, kisha wakili wake aliyekuwa amejiinamia kwa huzuni. Baada ya ushahidi uliowasilishwa, gari lake kupatikana na damu na vipimo vya DNA kuthibitisha kuwa mwili ulioungua ulikuwa wa mpenzi wake, Rogers Kimaro, mahakama ilimhukumu Maria kifungo cha maisha kwa mauaji ya kukusudia. Maria alilia na kupinga hukumu hiyo. Alisisitiza kuwa hakumuua Rogers, lakini sauti yake haikusikika tena mbele ya nyundo ya jaji. Ndoto zake za ndoa zilivunjika, heshima yake iliporomoka, maisha yake yakafungwa pamoja naye gerezani. Kupitia msamaha wa rais kwa wafungwa wenye tabia njema, Maria aliachiliwa. Alitoka gerezani akiwa mtu tofauti. Uso wake haukuwa tena na mwanga wa zamani. Macho yake yalibeba uzito wa miaka aliyopoteza. Aliporudi nyumbani, ndugu zake hawakumpokea. Walimkumbusha aibu waliowaletea. Na zaidi ya yote, walimwambia kuwa mali zote alizokuwa nazo aliwahi kuzisaini kwa Rogers kabla ya kifo chake. Hapo ndipo Maria alitambua kuwa kabla ya hukumu alikuwa tayari amempa Rogers kila kitu kisheria. Sasa hakuwa na mali, hakuwa na familia, hakuwa na jina. Siku moja akiwa ameketi nje ya mgahawa kwa uchovu na mawazo mazito, alimuona mwanaume akishuka kwenye gari la kifahari akiwa na mke na binti mdogo. Maria alihisi dunia ikisimama. Alimtambua. Alikuwa Rogers. Haiwezekani. Lakini alikuwa yeye, akiwa hai, akiwa na familia, akiishi maisha mapya. Maria hakumkaribia, hakupiga kelele, hakumkindilia. Alikaa pale, akitetemeka kwa mchanganyiko wa hasira, huzuni na mshangao. Polepole, alianza kufuatilia ukweli. Aligundua kuwa Rogers aliigiza kifo chake ili kukwepa madeni na matatizo ya uhalifu. Na Maria ndiye aliyebeba lawama zote. Kwa miaka 12, Maria alikabiliwa na chaguo moja gumu. Je, aende polisi? Je, arudi mahakamani? Je, akubali kupoteza kila kitu tena? Baada ya muda wa kutafakari, aliamua kumkabili Rogers ana kwa ana. Usiku moja, alifika nyumbani kwake. Hakukuwa na kelele, hakukuwa na vurugu. Walitazamana. Rogers alishtuka sana kumwona Maria akiwa hai na huru. Maria alimwambia kwa sauti tulivu, "Uliniacha niishi kifungo kwa kifo chako cha uongo. Ulininyang'anya mali zangu, heshima yangu na miaka yangu." Rogers alijaribu kueleza. Alijaribu kuomba msamaha. Aliahidi kumlipa pesa. Lakini Maria alitaka kitu kimoja tu, ukweli. Alimtaka Rogers akiri kila kitu. Na usiku huo, Rogers alikubali kuwa aliigiza kifo chake. Alikiri kuwa alijua Maria ndiye angebeba lawama. Maria alirekodi mazungumzo hayo. Asubuhi iliyofuata, alikwenda polisi. Habari zilienea haraka. Mwanamke aliyewahi kufungwa kwa kumuua mpenzi wake agundua mpenzi huyo alikuwa hai. Mahakamani, hoja zilikuwa nzito. Upande wa utetezi ulisema Maria alikuwa mwathirika wa udanganyifu mkubwa. Upande wa jamhuri ulianza kuchunguza upya kesi ya zamani. Ilibainika kuwa kulikuwa na mapungufu katika uchunguzi wa awali. Rogers alishtakiwa kwa udanganyifu, kujificha kwa makusudi na kusababisha mtu mwingine kuhukumiwa kimakosa. Maria alisimama tena mahakamani, lakini safari hii hakusimama kama mshtakiwa. Alisimama kama shahidi wa ukweli. Heshima yake haikurudi mara moja. Miaka yake 12 haikurudi, lakini jina lake lilisafishwa. Alipotoka mahakamani, hakuwa na hasira tena. Alikuwa amechagua haki badala ya kisasi. Na kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, alitembea akiwa huru. Si tu kutoka gerezani, bali pia kutoka kwenye kivuli cha uongo.